Leo duniani kumekuwa na mijadala mingi iliyoulizwa na watu wengi, na wengi wamekuwa wakitetea sana dini zao. Kuna baadhi wanasema Yesu alikuwa ni Muislamu. Kuna wengine wanasema Yesu alikuwa ni Msabato. Kuna wengine wanasema Yesu alikuwa katika dini ya Kiyahudi. Kuna wengine wanasema Yesu alikuwa Mkristo wa kawaida. Na kuna wengine wanasema Yesu hakuwa na dini kabisa yoyote. Swali hili hatuwezi kulijibu kwa hisia, hatuwezi kulijibu kwa mapokeo mbalimbali au kwa sababu ya mtu fulani kuelewa kuhusu dini fulani. Lakini swali hili linahitaji utafiti wa kina, kulinganisha historia, maandiko, lugha za asili na mazingira ambayo Yesu amekuwa. Kosa ambalo linafanywa na watu wengi, wanaangalia namna mfumo wa dini uliopo leo, ili hali Yesu aliishi katika karne nyingi zilizopita huko nyuma kabla ya dini nyingi kuanzishwa. Sasa basi, leo tunatamani tujifunze kwa kutazama maswali mbalimbali. Je, Yesu alizaliwa katika taifa gani? Je, Yesu alikuwa wa kabila gani? Je, Yesu alifuata sheria zipi? Aliabudia wapi? Wanafunzi wake walijulikana kwa jina gani baada ya Yesu kuishi duniani? Je, Yesu aliwahi kusema yeye ni Mkristo au aliwahi kusema yeye ni Muislamu? Dini ya Ukristo ilianzishwa lini na dini ya Uislamu ilianzishwa lini? Je, vinahusiana na Yesu? Ili tuweze kupata maana rasmi na kuweza kuelewa zaidi, lazima tujiulize dini ni nini. Watu wengi wakisikia neno dini wanalifikiria na kulifasiri kulingana na madhehebu anayosali. Mmoja atasema mimi ni Mkristo, mwingine atasema mimi ni Msabato, mwingine Muislamu, mwingine Muhindu, mwingine Ubudha. Lakini hiyo yote ni mifano ya dini, lakini si maana ya neno dini. Katika lugha rahisi, wengi wanasema dini ni njia. Ni kweli, lakini kwa ujumla dini ni mfumo wa imani na ibada unaomwelekeza mwanadamu jinsi ya kumwabudu Mungu au miungu, jinsi ya kuishi na kanuni zinazomuongoza katika maisha yake. Ili iweze kuwa dini inahitaji kuwa na mambo yafuatayo: 1, mafundisho ya msingi; 2, sheria au amri; 3, namna ya kuabudu; 4, viongozi wa dini; 5, ibada na desturi; na 6, wafuasi wanaoutambua mfumo huo. Kwa hiyo ili uweze kuwa mfuasi wa dini fulani, lazima tuwe na ushahidi kwamba ulifuata mfumo huu wa imani pamoja na ibada. Sasa tujiulize maswali. Je, Yesu alifuata mfumo gani wa ibada? Lakini pia Yesu alijiunga na dini mpya? Lakini pia je, Yesu alianzisha dini mpya? Lakini pia Yesu aliendelea katika mfumo uliokuwepo kabla yake? Maswali haya yatatuongoza katika tafiti ambayo tunaenda kuifanya leo. Neno Mkristo alikutumiwa wakati Yesu alipokuwa akihubiri. Kwa mujibu wa Agano Jipya, wanafunzi wa Yesu waliitwa Wakristo mara pale tu Yesu alipofufuka kutoka katika wafu na alipopaa kwenda mbinguni. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 fungu la 26, inasema huko Antiokia wanafunzi wakaitwa Wakristo kwanza. Kwa hiyo Yesu hakuitwa Mkristo wakati wa maisha yake hapa duniani. Mitume hawakuitwa Wakristo wakati Yesu alipokuwa pamoja nao. Jina Mkristo lilianza kutumika baadaye kwa wafuasi wa Yesu. Kwa hiyo Mkristo ni mtu anayefuata imani, anayefuata misingi, anayefuata mafundisho ya Yesu. Na Ukristo ulianza baadaye baada ya Yesu pia kuondoka. Je, dini zipi zilikuwepo wakati Yesu anazaliwa? Dini iliyokuwepo ilikuwa ni Uyahudi. Uyahudi ndio mfumo wa imani uliokuwa ukifuatwa na taifa la Israeli kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Msingi wake ulikuwa ukifundisha kumwabudu Mungu mmoja, kuzitii sheria walizopewa na Musa, hekalu la Yerusalemu, Sabato, tohara, sikukuu za Kiyahudi hasa sikukuu za Pasaka na vibanda. Manabii waliotangulia waliwaheshimu. Huu ndio ulikuwa mfumo wa kidini na wa kitawala katika maisha ya Wayahudi katika karne ya kwanza. Yesu anazaliwa ndani ya taifa lile lile la Israeli. Hakuzaliwa katika taifa la Waarabu ambapo ndiko Waislamu wanapatikana. Hakuzaliwa katika dola ya Kiislamu. Hakuzaliwa wakati ambapo kulikuwa na dini iliyoitwa Ukristo. Alizaliwa katika jamii ambayo tayari ilikuwa inaishi chini ya mfumo wa Uyahudi.
Je, Ukristo ulikuwepo wakati Yesu anazaliwa? Kama tulivyoona mwanzo, jibu ni hapana. Wakati Yesu anazaliwa hakukuwa na Agano Jipya, hakukuwa na kanisa la Kikristo, hakukuwa na watu walioitwa Wakristo, hakukuwa na dini rasmi iliyofahamika kama Wakristo. Jina Ukristo linatumika baadaye, baada ya kufufuka na kupaa kwa Yesu kwenda mbinguni, wakati wanafunzi walipoanza kuhubiri. Uislamu ulianzishwa lini? Bara la Waarabu, hasa Maka na maeneo ya jirani, yalikuwa na ibada za miungu mingi iliyokuwa ya kishirikina kwa mtazamo wa Kiislamu. Kulikuwa kuna mila za kikabila, vita vya makabila, biashara na misafara. Kulikuwa pia na Wayahudi na Wakristo wachache katika maeneo fulani. Mji muhimu ulikuwa Maka, ambako kulikuwa na Kaaba. Yaani kabla ya Uislamu, Kaaba alikuwa ni sanamu za miungu ya Kiarabu. Mwaka wa 570 baada ya Kristo, katika Maka Mtume Muhammad alizaliwa. Alilelewa kama yatima, alijulikana kwa uaminifu na alikuwa mfanyabiashara. Mnamo mwaka wa 610 baada ya Kristo, Muhammad akiwa na miaka 40 alipokea ufunuo kwa mara ya kwanza katika pango la Hira kupitia malaika Jibril. Aya za kwanza zilikuwa, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Hapa ndipo Uislamu unaanza kama ufunuo. Katika kipindi cha mwaka wa 610 mpaka mwaka wa 622, kipindi cha Maka. Katika kipindi hiki Mtume alianza kuhubiri tauhidu, Mungu mmoja. Alipinga kuabudu sanamu. Wafuasi wake waliteswa na makabila ya Maka. Waislamu wachache walihamia katika eneo la Ethiopia kwa ajili ya kujihifadhi. Muhammad na wafuasi wake walihamia mji wa Medina mwaka wa 622 baada ya Kristo. Hii iliitwa Hijra na ndiyo mwanzo wa kalenda ya Waislamu. Baada ya kuhamia hapa, Uislamu ukawa dini. Uislamu ukazidi kuenea na sheria za Kiislamu zikaanza kutumika. Kulikuwa na mapatano kadhaa kwa baadhi ya makabila, lakini ilipofika mwaka wa 630 wakaamua kurudi Maka. Baada ya migogoro na vita kadhaa, Waislamu walirudi Maka. Kaaba, yule Mungu tuliyemuona, ilisafishwa kutoka katika sanamu, ikawa kituo kikuu cha ibada ya Kiislamu. Mwaka wa 632 baada ya Kristo, Mtume Muhammad alifariki, lakini uongozi wa dini ya Kiislamu uliendelea kuenea kupitia makalifa mbalimbali. Ukaenea Mashariki ya Kati, ukaenea Afrika Kaskazini, ukaenea Asia, ukaenea Ulaya, ukaenea masehemu mbalimbali katika imani hiyo. Kwa nini wengine wanasema Yesu alikuwa Muislamu? Katika teolojia ya Kiislamu, neno Muslim linaeleweka kwa kusema yule aliyejisalimisha kwa Mungu. Kwa maana hiyo, katika teolojia Uislamu hufundisha kwamba manabii wote waliokuwa wakimtii Mungu walikuwa Waislamu, licha ya kwamba Uislamu ulianza baada ya miaka mingi sana Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni. Takribani miaka 580, ni mingi zaidi kwa wakati huo. Kwa hiyo wao wanadai kwamba Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu alikuwa akimtii Mungu. Yesu alikuwa dini gani hasa wakati akiwepo hapa duniani? Yesu wakati alipokuwepo hapa duniani, Yesu alikuwa katika dini ya Wayahudi. Aliishi ndani ya jamii ya Wayahudi. Alifuata mambo yaliyokuwa sehemu ya maisha ya Wayahudi, na huduma yake ilianza miongoni mwa Wayahudi ambao ni Waisraeli. Dini iliyokuwepo ilikuwa ni Uyahudi. Uyahudi ndio mfumo wa imani uliokuwa ukifuatwa na taifa la Israeli kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Msingi wake ulikuwa ukifundisha kumwabudu Mungu mmoja, kuzitii sheria walizopewa na Musa, hekalu la Yerusalemu, Sabato, tohara, sikukuu za Kiyahudi, hasa sikukuu za Pasaka na vibanda. Manabii waliotangulia waliwaheshimu. Huu ndio ulikuwa mfumo wa kidini na wa kitawala katika maisha ya Wayahudi katika karne ya kwanza. Yesu anazaliwa ndani ya taifa lile lile la Israeli. Hakuzaliwa katika taifa la Waarabu ambapo ndiko Waislamu wanapatikana. Hakuzaliwa katika dola ya Kiislamu. Hakuzaliwa wakati ambapo kulikuwa na dini iliyoitwa Ukristo. Alizaliwa katika jamii ambayo tayari ilikuwa inaishi chini ya mfumo wa Uyahudi.
Uislamu ulikuwepo wakati Yesu anazaliwa, pia tumeona jibu ni hapana. Wakati Yesu anapoishi duniani hakukuwa na Qur'an, hakukuwa na msikiti, hakukuwa na umma wa Kiislamu, hakukuwa na Mtume Muhammad, hakukuwa na dini iliyoitwa Uislamu kama mfumo wa kidini ulioanzishwa karne ya 7. Kwa hiyo Kikristo, Yesu aliishi karne nyingi kabla ya kuanzishwa kwa dini ya Uislamu. Yesu aliabudu wapi? Yesu alienda kwenye sinagogi kuabudu. Kusoma kitabu cha Luka sura ya 4 na lile fungu la 16 inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi ili asome kama ilivyokuwa desturi yake. Kuna maneno yanayosema kama ilivyokuwa desturi yake. Hii inaonyesha kuwa Yesu hakwenda katika sinagogi mara moja tu, ilikuwa ni desturi ya kawaida kushiriki ibada na mafundisho katika sinagogi. Kumekuwa na mjadala mkubwa kusema sinagogi huenda zilikuwa ni misikiti, lakini jibu ni hapana. Sinagogi si msikiti, lakini pia sinagogi si hekalu, ni taasisi tofauti kabisa. Kwanza, sinagogi ni nini? Neno sinagogi linatokana na neno la Kigiriki synagogue, lenye maana ya mahali pa kukusanyika, mahali pa kuabudia, mahali pa jumba la mkutano. Kwa hiyo sinagogi ilikuwa nyumba ya kukusanyika kwa Wayahudi kwa ajili ya kusoma maandiko, kufundishwa, kuomba na kujadili mambo ya kidini. Haikuwa mahali pa kutoa sadaka za wanyama. Je, sinagogi ilikuwa hekalu? Jibu ni hapana. Kulikuwa na hekalu moja tu rasmi huko Yerusalemu. Ndilo lilikuwa mahali ambapo sadaka za wanyama zilitolewa, makuhani walihudumu, sikukuu kubwa zilifanyika, ibada maalum za sheria za Musa zilifanyika. Lakini sinagogi zilikuwa nyingi katika miji mbalimbali ili watu waweze kukutana kila Sabato kusoma maandiko na kuomba. Kwa sinagogi ni nyumba ya mkutano ya mafundisho, lakini hekalu ni kituo kikuu cha ibada. Sinagogi haikuwa msikiti, na sinagogi ilijengwa kabla ya Uislamu. Sinagogi zilikuwepo mamia ya miaka kabla ya kuzaliwa na kabla ya kuanzishwa kwa Uislamu. Kwa hiyo hatuwezi kuita misikiti kuwa ilikuwa ni sinagogi. Mfumo wa ibada ulikuwa tofauti. Katika sinagogi, Torati na maandiko ya nabii yalisomwa, kulikuwa na mafundisho, kulikuwa na maombi, kulikuwa na mijadala kuhusu maandiko. Katika misikiti ya Kiislamu, husoma Qur'ani, hufanyika swala kwa utaratibu wa Kiislamu, hufundishwa mafundisho ya Uislamu. Hivyo, ingawa yote ni sehemu za ibada, historia, mafundisho na mfumo wa ibada ni tofauti kabisa kati ya sinagogi zilivyokuwa zikifanyika na katika Uislamu. Kwa muktadha huo, Yesu hakuwa Muislamu, Yesu hakuwa Mkristo, lakini Yesu alikuwa katika mfumo wa Kiyahudi. Yesu alizingatia amri 10 za Mungu. Alikuwa akisali katika mfumo wa Kiyahudi ambao ulikuwa ukiabudu katika siku ya Sabato. Walikuwa hasali siku ya Jumapili kama mfumo wao wa ibada, hawasali siku ya Ijumaa kama mfumo wao wa ibada, isipokuwa walisali katika siku ya Sabato. Na ilikuwa ni desturi yake Yesu kwenda kusali katika siku hiyo ya Sabato. Leo dini ya Uyahudi sawa ipo kama mfumo wa kikabila, sio kama dini zingine ambazo tunazifahamu zilizopo ulimwenguni. Lakini ingekuwa leo ndipo Yesu yupo, basi angesali siku ya Sabato.